Happiness. Vipi tena? Wana umetoka kwa jazba. Nimeona nirudi tu. Ombi lako wala liko sawa. Nakubalia. Mtoto kwa imefanya maajabu. Kumbe nafanya kazi. Sawa. Mimi sina cha kupinga hapo. Kwa nini nipinge? Basi karibu. Enjoy maisha. Naelekea hivi. Mimi nilikuwa naelekea huku bondeni. Ila nishagairisha. Nikusindikize kwanza. Maana kuna vijana waeleweke. Hapana, utanisindikiza siku nyingine. Na Happiness, nipo kwa ajili yako. Jamani. Twende nikusindikize. Jamani. Muda tena. Muda kwa mtu ninayempenda. Muda sio kitu. Siendi mbali, nilikuwa naishia tu hapo. Wewe twende bana, twende. Mbona hivyo au utaki? Kujidunda naogopa, najistiri kuropoka, ila natosha. Kwa nini we Chita? Kwa nini we Chita? Janeti, Monica, rafiki yangu kipenzi. Pendeza hivi. Kama unavyoona pamba kali nini? Kama unavyoniona rafiki yako mambo ya shule nini? Na umechoma, umependeza kinoma yani. Si unaelewa tena hizi pigo? Fresh kama mazoea yangu nini? Umependeza kabisa. Alafu nimewaka vibaya mno kama bwana tuache nao mambo. Chatua tumeanza sasa mambo yako na wewe rafiki yangu. Sasa subiri nikupe mchongo. Mwalimu Amos amesema hivi. Kesho usipokuona shule, anakutimbia mpaka kwenu. Unalo hilo? Yamekuwa hayo hadi kwenu. Bwana tufanye hivi, kesho nakuja shule. Yaani mapema, afu kesho unipitie. Mimi kesho sije kukupitia bana. Jamani rafiki yangu, mimi na mimi. Au sinune sana rafiki yangu, kesho nitakuja nikupitie. Kweli rafiki yangu kesho uje shule. Takuwa vizuri sana. Hata kama nisipoenda basi utaenda hata kupigwa hiyo zamu yangu basi. Mimi tena nikapigwa zamu yako. Unaumwa Takungaya. Kumbe unipendi. Wewe nichezee sasa. Alafu rafiki yangu, ngoja nikwambie kuna mchongo basi nakwambia rafiki yangu. Unamjua yule jamaa yule? Jamaa gani? Unamjua jamaa fulani hivi mfupi hivi mweusi hivi. Unaweza kunielekeza? Jamaa fulani hivi ile siku ambaye tulikuwa tuende hivi kisimani akafika pale akamwambia bibi sister nikutushie ndoo. Ukasema yeye nisaidie tu yule jamaa mfupi hivi mweusi yule. Chaz. Huyo yule boya. Huyo. Unadhani hata unaongelea jambo la maana? Si huyo sasa uje nikupe mchongo sasa. Sasa natoka jana shule basi napita nikamkuta kwenye kile kijiwe kake kama kawaida yake na amekaa pale na mchizi wake nini fresh wanaongea. Sikuniona bana akasema kile pale chombo. Kama kawaida yangu na mimi nikafanya. Akaja kwenye mfumo. Kuja kwenye mfumo sasa kanisimamisha. Kama unavyoelewa pigo zangu. Sinaga mbamba. Sikaja kwenye mfumo basi akanisimamisha. Sijui nini nakupenda. Kwenye kunipenda mimi nikamwambia sikupendi napenda. Akasema mimi siogopi sijui nini siogopi mimi kwenda jela. Kwenda jela fresh tu. Miaka 90 hata 70 mimi nakaa. Akaja kwenye mfumo pale. Sikuja kuja kwenye mfumo akaanza kusema mimi siongeagi sana. Akaanza kuwa anatoa manoti ananipa. Chukua hii hapa. Chukua na hii hapa. Si kama kaida yangu nikipa minoti. Lazima nijipepe kama hivi vitu nikamdengulia nini? Nikachukua miokoto yangu
Tufanye hivi. Mimi unipe hii hela, niende kanunue vijola tangu. Nikupatie hela tena mimi, nikupatie hela. Kazi nifanye mimi kuchukua wewe, uchukue wewe. Kumbe unipendi. Labda nikupe teni unigeye mimi. Nishanunua sasa kuongelesha. Rafiki yangu basi nitakugeia. Asante rafiki yangu. Labda nikupe teni lakini teni yangu unirudishie. Mimi sitaki. Sasa sikia nikwambie. Nitakugeia hela sasa. Nakupendaga. Afu nao mchongo kabambe rafiki yangu saa. Nikitoka hapa. Nina kwa faza. Nafika namwambia kila kitu. Atakuwa na historia. Yaani kila kitu. Lazima nimwambie faza. Mimi simpendi kama kaidangu. Unaona mjua faza yangu lazima nikamwambie. Na kama unavyomjua anaga show mbovu babangu lazima mimi mwenyewe namuelewa kichizi. Yaani wanafurahi sana kuwa na baba kama yule. Na kama unavyoelewa babangu anaga mbambamba, anaga atakachomfanya. Atachomfanya yule fara yule. Siamini. Kama tu mimi shuleni nikataka kwenda hata siku moja ninachofanya pale nyumbani. Historia yangu. Sembuse yeye akitokoza binti yake mrembo, mashallah, ukimwona anang'aa. Sasa umeumbika wewe. Kama unavyoona shoga yangu. Shape ipo Mungu kanijalia hadi jicho. Mtoto mashallah. Kama ukiniona vile. Mtoto kwenye kama kaida yangu na kaja karudia rafiki yangu umefanya na maana kupige kwanza hapa. Kesho basi. Haya basi rafiki yangu. Vipi? Kesho bwana mimi nataka unijiuje nipitie nyumbani. Kwenda kupitia lakini usisahau madikodiko nini asubuhi ile. Nakujuaga unapenda sana kula wewe. Kama kaida yangu lazima ni bwana. Mida yake sasa. Katika. Wewe katika. Namba. Njoo. Iko na kitu kwani? Chiki mazingira ndio machafu. Angalia kama hii. Hapa nitafuta nini hapa? Viti. Hapa ndo mahali. Niko nashinda kujitambua kufanya usafi wewe. Wewe si mtu mzima wewe? Au kazi yako nadhani ni kulinda geti tu unamaliza. Sameka boss, nilipitiwa tu. Nikusamee nini? Wewe kila siku nikupitiwa. Una sababu nyingine? Sikuuliza. Sikuwa makini. Kazi utaikosa. Mbona tuko Shinyanga ndani? Maana Shinyanga unatoka hapo kwenye akili. Wewe ni mbuzi tu. Shinyanga gani unatokea wewe? Shinyanga pale katikati. Haya sikia. Natoka. Kuna tetesi nimezisikia kwa mtaani. Kuna shamba linauzwa. Unajua tena mtaani? Napenda sana kwamba napenda sana kuwekeza. Unanielewa? Saka boss. Kisha sasa tunatendeka na ulinzi unaimarika, sawa? Saka boss. Nakutakia safari njema. Sawa, lakini kingine. Lakini mgeni yote ile sisi kunijulisha. Maana hivi karibuni na mgeni wangu atakuja hapa. Kwa hiyo akifika unipigie, maana yeye ni mtu muhimu sana. Unisikia? Saka boss. Lakini kama boss rafiki. Sitaki kunitoka bikipo. Sasa kusahau, maana ndio vitu vyako. Hawezaje sasa kusahau? Lazima nitakuletea. Tena sio big bomb. Pakiti zima, umeelewa? Saka boss. Fanya usafi. Hapo na ulinzi wewe salama. Sawa? Saka boss. Haya basi, nakutakia kazi njema. Sawa.
unichezee, unataka kunipanda kichwani wewe na mama yako. Wewe ujinga sitaki. Nishakwambia mimi ndo sitaki ujinga kabisa kwani. Haya tulia, Mama Monica. Mama Monica. Mama Monica. Mama Monica sina kuita wewe. Telefoni. Usinipigie mwanangu. Yaani ina maana unataka kuniambia kwamba naona natetea ujinga? Yaani huwezi amini. Monica anafanya upumbavu. Anafanya ujinga. Na wewe unakuja usinipigie mwanangu. Monica usinichezea akili wewe. Nahangaika. Nafanya kazi nzito. Nasukuma toroli, nalima, naenda kwenye mashamba nalima. Mama Monica. Imagine nahangaika. Jua langu, mvua yangu. Nahangaika mle. Na nahangaika Monica asome. Halafu leo hii Monica namkuta na mwanamume mtaani. Tena mwanamume mwenyewe sasa. Utazani mwanamume. Kijanamume kibaya cheusi. Kina sura mbaya inatisha. Mama Monica, mpaka inanishangaza sana. Monica, ama wewe ndio umemfunza hii tabia? Mbona ushakola mimi? Wewe utakuwa kuna kitu unakijua wewe. Au ile hela niliyomtolea jana Monica alipewa na yule kijana? Utakuwa unajua wewe. Huu mchezo unaoendelea huko ndani utakuwa unajua wewe. Kutakuwa kuna kitu unakijua Mama Monica. Na nakwambia lazima unieleze. Kuna kitu utakuwa unakijua. Monica. Pita ndani. Haiwezekani, haiwezekani. Inawezekana vipi? Naona mimi naongea na mtoto, namfokea mtoto. Unarahisisha tu, nasema tu. Monica pita ndani. Haya, kumekucha. Yaani kwako unaona rahisi tu. Haumii. Alafu wewe mwanaume usiyekuwa na haya. Haya, mtoto umemkuta kule. Alikuwa anakusaidia kutafuta hela. Maana wewe mwanaume kama mwanaume umeshindwa matumizi hapa nyumbani kuyaendo kama mwanaume. Haya maneno unayasikia yanatoka katika kinywa chako ama? Hela ada unatoa wewe. Kula unatoa wewe. Kuvaa unatoa wewe. Nyamaza. Unapokuwa naongea mwanamume, usiwe unaongea upumbavu wako. Nyoko. Nyoko ujuai nyoko. Mama Monica. Takuvuruga sasa hivi. Kama wewe ni mwanaume umeshindwa majukumu yako ya hapa nyumbani, basi acha mtoto akusaidia majukumu mengine. Unaniambia unasemaje? Umeelewa nilichokiongea? Unasemaje Mama Monica? Maana mwanaume mzima ovyo, kutafuta ndo ovyo, kila kitu wewe kwako ni shida. Mwanaume mzima unashindwa kufanya matumizi ya nyumbani kwako, acha mtoto akusaidie. Nami mkeo nitakusaidia. Mama Monica usinichanganye bwana, usinivuruge. Mwana mzima ovyo. Muone kwanza. Napambana mimi na watafutia huko ndani. Wanaume wenzao wanapambana huko mitaani, wewe nyumbani tu. Baba mzima alafu nanipigia makelele, mtoto kafanyaje? Uchungu wa mwana ujuai ni mama mzazi, hanaona kuhusu nini? Mwache mtoto atafute huko. Atafute nini hata upumbavu? Wewe baba usinipigie makelele. Ujifunze kutafuta hela mwanaume mzima wewe. Umekuwa bata Mama Monica. Kwa bata anapojisikia muda wote anaalisha. Mama Monica unaongea ujinga. Unaniambia upumbavu mimi. Unajua nimehangaika kiasi gani? Nahangaika mimi nafanya nini? Napambana natafuta. Naenda na nyuma natafuta. Unakuja kuongea upumbavu Mama Monica unaongea ujinga. Yaani unaongea ujinga. Yaani unajisikia tu kuongea. Unabwata. Umekuwa bata wewe. Mama Monica. Ingia huko ndani swam.
Asante sana kaka. Mimi nimefika hapa. Kuna shida kidogo ya kichwa inanisumbua. Ndio. Hivyo nikaona ni heri nifike hapa kwa ajili ya kupata ushauri zaidi. Ni kichwa tu au kuna kingine pia? Mwili uko sawa. Niko vizuri, sina uchovu. Pole sana kwa hiyo. Lakini pia kabla ya yote ningekushauri uende ukafanye vipimo. Sawa. Kuhusiana na kipimo, lakini mimi kwangu sioni kama ni shida. Kwa sababu nina wiki hizi tu 2 toka nimechukua hapa dozi ya malaria. Sioni kama kunaweza kuwa na hitilafu yoyote. Ni stress tu zinanisumbua. Kuumwa malaria haimaanishi kwamba ndo dalili kuu ya kuumwa kwa kichwa. Unaweza kutunga kwa typhoid, UTI, ukapata maumivu ya kichwa. Lakini ningekushauri ukafanya vipimo kwanza kabla ya yote. Ila kama wewe unahitaji dawa tu, naweza kukusaidia kwa dawa ambayo unahitaji kwa ajili ya kutuliza maumivu yako. Sawa kaka, lakini naomba wewe usijali kuhusu hilo. Naomba unisaidie kitu kimoja tu. Naomba nipatie Panadol 500. Maana nahisi siwezi nikawa na shida yoyote tofauti na kichwa tu. Huenda ni kichwa tu cha kawaida. Nakupa Panadol hizi hapa. Utatumia vidonge 2 kila baada ya masaa 8. Asante sana kaka. Asante sana. Nikutakia siku njema. Ni siri, siri, ni siri, siri, ni siri, siri ya jicho la tatu.